utukufu wako na heshima zote.
Wakati wanaendelea na wimbo wa pili, naomba zoezi la sadaka litakuwa linaendelea. Wakati wanaendelea na wimbo wa pili.
Haleluya, haleluya. Naomba praise team mpande jukwani, praise team and worship, praise and worship team. Naomba mpande jukwani haraka sana. Haleluya. Amen. Yes. Naomba sasa nimkaribishe mhubiri wetu anapokuja hapa mbele yetu kuweza kuongea maneno ya Mungu majira ya siku ya leo. Ongeza makofi yako, ongeza makofi yako, ongeza makofi yako. Geukia jirani yako, mwambie kwamba karibu katika mkutano huu mzuri. Halo. Geukie, mwambie karibu, 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 karibu. Mshike mkono, mwambie karibu. Hausiki na hili. Kwa hiyo mara moja unakuwa justified, unakuwa umehesabiwa haki milele. Manake atuzungumzii kwamba sasa ndio kila siku utakuwa unakwenda tena unasema na leo nimekuja tena. Ni kwamba siku ulipookoka, siku leo utakapookoka, utahesabiwa haki mara moja. Na niliongea kwa kifupi jana, nikakueleza umuhimu wa kuhesabiwa haki, na nikasema kwamba haki hii ni haki ambayo ni ya Kristo. Kwa hiyo leo tunataka kujibu, tuweze kujenga hapo juu kwamba kwa nini haki ya Kristo ndio tunatakiwa tuhesabiwe sisi. Nilikwambia haki yako wewe haiwezi kukusaidia kitu. Haki ya dhehebu lako haiwezi kukusaidia wewe. Kila dini imejaribu lakini imeshindwa kuwapa haki, kuwahesabia haki watu wao. Kwa Kiingereza tunasema righteousness. Haki imeshindwa. Hakuna dini inaweza kufanya hivyo, bali ni Kristo tu. Sasa kwa nini haki ya Kristo? Tunahitaji haki ya Kristo iliyohesabiwa kwake ihesabiwe kwetu, kwa kuwa sisi hatuna haki yetu sisi wenyewe. Tunachotakiwa ni muamala wa haki unaosoma ndani ya Kristo. Ndio unasoma kwetu pale tu unapokuwa umempokea kama Bwana na Mwokozi. Sisi ni wenye dhambi kwa asili, kwa sababu ya mwili huu tuliokuwa nao. Hatuwezi kujifanya wenyewe, kujitangaza wenyewe kwamba sisi tuna haki. Kuna kipengele cha mwili pale kitakutoa knockout. Tunahitaji haki ya Kristo iliyohesabiwa kwetu, ikimaanisha tunahitaji utakatifu wake mbele ya Mungu usome ndani ya akaunti zetu. Mgeukia jirani yako, mwambie kwa makini sasa. Haleluya, haleluya. Katika mahubiri yake ya mlimani, Yesu anaweka hitaji letu la kuhesabiwa haki kwa uwazi kabisa.
katika Mathayo 5:48 anasema hivi, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kilichokuwa kinaongelewa hapa, ukamilifu huu, hakuwa na maana sasa nyinyi mtoke mwanze kutafuta na kujifanya kuwa wakamilifu. Alikuwa anaongelea ukamilifu wa Baba utakuja siku moja kuwa ukamilifu wetu, kwamba ile haki ya Baba wetu wa mbinguni ndio itakuwa yetu, itafanyika kwetu sisi. Ndicho alichokuwa akikiongea. Hii inakuja baada ya Yesu kusahihisha tu kutokuelewa kwa wasikilizaji wake. Anasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Anazungumza hivyo. Sasa tunaanza kujiuliza, Yesu alitumia maneno makali sana kuwaita hawa watu. Alikuwa mkali kwa Wafarisayo. Aliwaita makaburi yaliyotiwa chokaa nje. Aliwaita isipozidi haki ya Mafarisayo. Alikuwa na maana gani kusema hivi? Alikuwa na maana gani? Maana anawaambia haki yenu isipozidi ile haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu wao, alipokuwa akisema hivyo Yesu, tayari hawa Mafarisayo na waandishi walikuwa na haki yao tayari. Walikuwa na haki yao tayari. Kwa hiyo hapa Yesu alikuwa kama akiongea ili akijinyoshea kwake yeye kwamba nyinyi sasa inabidi haki yenu mchukue kwangu, mhesabiwe haki na mimi. Mkihesabiwa haki na mimi, haki yenu nyinyi, kutangazwa kwenu haki nyinyi, kutakuwa bora, kutakuwa juu kuliko hawa Mafarisayo na waandishi. Ndicho alichokuwa akiongea. Haleluya, tuko pamoja. Ndani yake haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Naomba unifuate vizuri. Naomba unifuate vizuri. Kama unaandika, andika. Kama unanitazama, nitazame kwa makini katika kumwamini Bwana Yesu. Kwa hiyo usipotazama, kuna haki mbili kumbe. Kuna haki inayotolewa na sheria, na kuna kuhesabiwa haki ambako ni kwa kumwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Hata Yesu alipokuwa akiongea naye hawakutaka kumsikiliza, kwa sababu tayari walikuwa nacho. Walishajihesabia ile haki yao kwamba inatosha. Yesu anasema kwamba hiyo haitoshi. Lazima haki yenu iwazidi hao. Inawazidi vipi? Kwa kumwamini Bwana Yesu. Imewazidi. Sikiliza hapa. Katika kitabu cha Habakuki, sikiliza vizuri, sura ya 2 na mstari wa 4, anasema, tazama, roho yake hujivuna. Roho za Masadukayo na walimu wa sheria zimebeba majivuno. Roho yake hujivuna, haina unyoofu ndani yake. Lakini mwenye haki
ataishi kwa imani yake. Unasikia hapo? Ni kwamba hapa kwenye sheria mwenye haki alikuwa akiishi. Anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Akamwambia, imani yako imekuponya. Alipokwenda kwenye Siloamu, alipomgusa yule bwana na lile tope kwenye macho, alipokwenda kunawa na kurudi, akasema, imani yako imekuponya. Baada ya Yesu kufa na kufufuka na imani ya Kristo kusimama, hatuoni tena wakina Paulo wakiwaambia watu imani yako imekuponya. Imani kwa maana gani? Imani yako wewe anaitwa Kristo. Kule kwenye Agano la Kale imani ilikuwa ni substance, ilikuwa ni vitu, lakini kwetu sisi inabadilika. Imani inakuwa ni mtu. Nimesema kwenye Agano Jipya imani ni mwanadamu. Kwenye Agano la Kale imani ilikuwa ni substance. Ukisogea pale 12 mstari wa 2 anasema kwamba tukimtazama Yesu, mwanzilishi na mmaliziaji wa nini? Wa imani yetu. Sisi kwenye kipindi chetu hichi, imani yetu ni Kristo Yesu. Ndio tutamtazama yeye. Hatutazami sio mkaa ule wa gunia moja au magunia 60. Anakwenda Kirumba sokoni, anachukua debe la mkaa, alafu anakuja kulipanga vimafungu mafungu. Lakini kule uani kwake, wachimba choo, kaajiri wachimba choo wa kwanza walichimba siku 2 hawakurudi tena. Kumbe waliondoka na mawe, wakaondoka wakamwachia hata zile hawakulipa. Akaajiri wa pili, walikunda wakakutana na mawe, wakakimbia wakaondoka. Kufika hivi anakuta mambo kule ndani kule. Akachukua baadhi, akarudi kwa watoto wake, wakamwambia, ndio ninakueleza. Yule mama alipokuja kueleza, baada ya mwezi mmoja nyumba yake yote ile ilikuwa imeangushwa na palikuwa na mgodi mkubwa pale. Leo navyokwambia hata sijui yuko wapi. Huna tatizo la imani, kwa sababu injili yetu hii tunayokuhubiria ni injili ambayo haidemandi kwako imani, haitaki kwako ulete imani, bali yenyewe hii injili ndio inayokupa imani wewe. Ukimwombea mtu na ukamwambia kwamba nimekuombea wewe una imani, ni sawasawa na kumtukana. Ni sawasawa na kumwambia yule mama kwamba, mama, upati mtoto kwa sababu wewe ni mwanamke. Ni sawasawa na kusema hivyo. Ndio maana ukaitwa muumini. Kwa Kiingereza tunasema akakuingizia imani, akakuingizia upendo. Kwa nini? Kwa kuhubiri neno la injili. Ndio maana ikaitwa the gospel. Ni injili. Inazungumzia nini? Kufa, kuzikwa, kufufuka na kuingia kwa Yesu katika utukufu wake. Yesu anaingia kwenye utukufu wake wapi? Ndani yako. Ndio kwenye utukufu wa Yesu. Hatuna tatizo la imani, tuna tatizo la ufahamu.
tatizo la ufahamu. Tuna tatizo la ufahamu. Tuna tatizo la ufahamu. Sema baba. Natoa mfano huu mara moja alafu ninamaliza, tunakwenda kwenye maombi. Natoa mfano huu mara moja. Ni mfano ambao nimesoma kitabu kinaitwa ya mapiloti na air hostess wanavyoingia kwenye mahoteli makubwa, wanavyosafiri kwenye nani yoyote. Kwa hiyo alichokifanya huyu bwana Frank, ameandika hiki kitabu yeye mwenyewe, anasema kwamba akaenda akajitengenezea na yeye suti kama ya pilot. Sasa kwa sheria ya mashirika ya ndege ya kule Marekani, kama wewe uko shirika la ndege Panama, au nichukulie mfano la hapa kwetu, labda wewe uko kwenye shirika la ATC na unaweza ukatoka mpaka ukaenda kule kwa mapilot wenzako, na walikuwa wana lugha zao ambazo yani wanakuuliza wenyewe. Wanaweza wakakuuliza labda, wewe huwa unaendesha equipment gani? Yani unaonyesha yani zile ndege aina ya Boeing sijui ngapi hapo, wenyewe wanaita equipment. Kwa hiyo lugha yao ndivyo, yani kukujua kama wewe ni mwenzao, wanakuuliza hivyo tu kwamba hivi wewe unaendesha equipment gani. Alikuwa ajui hiyo kitu, akasema feni. Akasema siku hizi mmeendelea kweli. Sasa wale watu hawakutaka kujua zaidi, wakamwacha kasafiri. Akafika kule, akatoa vitambulisho vyake, akaingia kwenye ile hoteli, akala chakula anachokitaka, vaa zile nguo na mabegi. Walikuwa wanamwamini kwa alikuwa akifanya utapeli forgery. Wakibu walipomgundua kwenye mambo ya airline, akawa profesa kabisa. Alikaa akajichimbia, akawa profesa, akaenda kufanya mtihani akashinda, akafanya siku hiyo, lakini akawa haonekani darasani. Wanafunzi wake wakafeli, wakamfukuza, akawa mwanasheria. Mwisho alikuja kukamata, akafungwa ndani. Alipofungwa ndani, anaheshimika kwa kuwatafuta watu wanaofanya forgery ndani. Sasa yule polisi akashangaa, huku nje watu wameendelea, forgery zinafanyika. Mara leo wanasema benki hii wamefanya forgery, benki hii. Siku moja akili yake kamtuma kwamba ile kesi yule kijana niliyomfunga miaka 30 jela, kuna hii cheki nimeletewa imefujiwa hii, hebu ngoja. Akaingia mpaka kule ndani, akamwita, akamwambia naomba nisaidie, kuna hii cheki imefujiwa, naomba unieleze tutawakamataje hawa watu. Yule kijana akatazama, akasema hii cheki lazima mle ndani ya benki mle yuko mtu ambaye anahusika na hii na watu wa nje. Kwa hiyo ndo huyo mtu ambaye wanafanya hizi kazi, ili uwakamate akawaelezea fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Yule askari alikuwa ni FBI, akaenda mpaka makao makuu kwake, akasema jamani, ngoja niwaambie kitu kimoja, hii kazi tusifanye wenyewe. Tuna askari yuko kule ndani, tuna mtu yuko kule ndani ambaye anaweza akatusaidia. Akasema yuko wapi? Akasema amefungwa miaka. Kinachotufanya tusipokee, sauti ni nyingi mno, na sauti zote unazosikia zina maana.
sio sauti tu. Kila sauti unazosisikia zina maana. Zinakunyamazisha. Zinakunyamazisha. Hiyo haitakwenda kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama umenielewa, nyosha mkono wako juu kama umenielewa. Kama nimeeleweka, nyosha mkono wako juu. Kuna watoto wako kule nyuma, sogeeni. Njooni wote. Tusogee jamani. Tuje. Sogea. Tusogee jamani wote. Tuje huko kwenye tent, tusogee huko. Tusogee. Njoo Yesu maisha yao. Hebu wasindikize waje mahali hapa. Haleluya. Nimesikia hivi leo, na mimi nataka nihesabiwe haki. Nataka nimwamini huyu Yesu. Haleluya. Okay, wote tuweke mkono wetu kwenye, tunakwenda kusoma. Bwana ni Bwana, wewe ni Bwana na Mwokozi wangu. Ninakupokea. Ninakuamini. Ninakukubali kama ni Bwana na Mwokozi wangu. Bwana Yesu, kuanzia sasa yabadili maisha yangu. Kuanzia sasa kila sauti ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Haleluya. Wangapi mna wagonjwa nyumbani? Asante. Tutakwenda kuwaombea. Wangapi hapa tulipo hapa ni wagonjwa? Wangapi hapa? Okay? Utaweka mkono wako pale. Haleluya. Okay, tunakwenda kunyanyua sauti zetu. Haleluya. Tunakwenda kuomba. Tunakwenda kuwaombea wagonjwa katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunajua mkono wako sio mfupi. Kule majumbani Bwana, kuna watu ambao wapo hawawezi. Mkono wako shupavu kwa mapigo yale katika mahakama ya Pontio Pilato inatosha kwa ajili ya uponyaji wetu. Inatosha kwa ajili ya kutunyanyua tena. Kila kwenye ile dispensary, kila mgonjwa kwenye ile hospitali, kila mgonjwa kwenye ile barabara, kila mgonjwa kwenye Shukuru. Nyanyua sauti ya kushukuru. Asante Bwana. Asante Kristo. Tunakushukuru. Amen. Ninaamini unajua kwamba wewe mwenyewe huwezi kujihesabia haki. Haleluya. Amen. Unapomwamini Yesu anakupa nini? Haki yake yeye, imani yake yeye, upendo wake yeye. Huyu ndio Kristo tunayemwamini. Injili hii haikudimandi wewe kwamba ulete imani, yenyewe ndio inakupa imani wewe. Kulikuwa na imani ya Agano la Kale na kuna imani ya Agano Jipya. Mpigie makofi. Kwa ajili ya uelewa wenu, ni watu waelewa nyinyi, ni watu wenye ufahamu mzuri.
Wangapi kati yenu wamepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao? Wanyoshe mkono juu. Haleluya. Haleluya. Nikuone mkono. Fanya hivi. Nyosha hivi. Oh, asante. Asante. Bishop Kato ni askofu wa makanisa anaitwa Blessing Community Missions. Alipoona sifa zinaendelea hapa, akasema, Bishop, kwa nini tusiwe na mkesha mmoja wa makanisa yote mahali hapa kuimba, tuweze kusherekea? Mimi nilimjibu hivi kwamba Kato, haki tulionayo ukiweza kuona naweza kutendeka. Ila shida, je, waweza kuona? Hata mkutano tuliona, tuliona mkutano mwepo Jonas. Bishop Kato anasema viti vikihitajika toka kanisa langu vyote vije hapa. Maana yake vile viti ni vya Yesu, ila vinangoja wenye haki, watu ambao watakuwa na maamuzi, na hayo mambo yataendelea kutokea. Na uzuri wa haki haijalishi ni mdogo au mkubwa, ila inachojalisha, je, unaamini? Mimi roho yangu leo inasema kwamba imani hii sio vishirikishi, ila ni Yesu mwenyewe. Niliacha kazi, sijaoa, sina mtoto, sina mchumba, ila kijana wa miaka 26, ndani ya moyo wangu nilikuwa ninaona yako maisha zaidi ya TRA. Leo ni miaka 26 ya 25, sijafa, nina mke mzuri, watoto wazuri, ila hayo mambo yanatokana na nini? Kama unavyojipenda wewe, maana hata wewe haujipendi bado, ila kama Yesu anavyopenda. Elisha, sogea Elisha bwana, huyu ni mua wa Kigoma huyu. Ila yeye kwa neno lake mambo yanatokea, mambo yanaendelea. Yeye ni mua, anatoka Mwayaya huko Kigoma. Ila ukutana naye hapa huwezi ukaamini. Mimi ni wa Kigoma, lakini kwa sababu ya imani ambayo ni Yesu Kristo, imani ile nyingine yoyote, ukachukua imani ambayo ni Kristo, manake unakuwa ni kiumbe kipya. Haleluya, amina. Sasa Jafet, yani Bishop anawaza kwamba tuwe na mkesha wa makanisa yote viwanja hivi, alafu nyie wote mnasema amen. Yani maana yake yeye hajui, ila nyie tayari mmeshapiga nini? Muhuri. Asante katibu, asante katibu. Yeye anawaza tu, ila ninyi mnathibitisha kwamba hayo mambo hayazuiliki. Sasa shida yangu mimi siku zote iko hapo kwamba watu ni sisi. Leo hii watu ambao tumesikia maneno haya, tayari imani yetu ni nyingine tayari. Ya kutoka imani hadi imani. Bishop Kato, ongea na sisi. Unapendaje mkesha uwe? Nashukuru Baba Bishop Kalinga kwa zawadi nzuri uliyotupa. Umetufunua wakati tunaomba hapa, kaona kwamba inawezekana tukaungana, tukakutanika, tukamwabudu Bwana, tukasifu, tukafurahi. Mwaka
makanisa yote, tukaja hapa kwa zawadi hii, Mungu akapokea utukufu kutoka Ngoma. Mimi naamini inawezekana ukiamua kutusimamia na kutuorganize, kuna neema. Napenda ujue hivi kwamba shetani anajua kwamba wale jamaa wakishakanyaga uwanja wataanza kuwaza vitu zaidi. Wataanza kuwaza vitu zaidi. Jonas, tumeanza kuona zaidi. Ndio. Kabla hatujakanyaga hapa tulikuwa tuwazi mawazo hayo. Sasa shetani anazuia wale wenye haki, wakishakanyaga uwanja wataanza matatizo zaidi. Na wewe mkesha kutokea hapo utaanza kuwaza uwanja wa taifa. Yeah. Jonas, toa haraka bwana, toa haraka sana. Naomba niombe ushuhuda huu. Yuko mama mmoja anaitwa mama Omega pale. Tuko kwenye maombi ya mkutano huu. Huyu bwana alikuwa anaomba kwamba hakutakuwa na mvua. Na anaomba maombi ya kiburi sana. Alisema nyakati za Elia zimepita. Na hizo ni nyakati za Jonas. Ndio anaomba. Au sisemi kweli? Unasema kweli. Yaani mtu anamkaja Elia, anajiweka yeye na anatangaza kabisa. Sasa dini haitaki tuongee haya, inatuambia hayo ni ya kanisani. Sio ya kanisani, ya huku. Jonas, ongea bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jonas na ni Muha kutoka Kigoma. Ni mdogo wake na Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Bora kuliko yeye. Hasa kwa maana hiyo tunaweza kutembea kama watu ambao tuna ujasiri ndani ya hii imani kwamba hatuna mashaka. Elia aliongea kwa wakati wake, Henoko aliongea kwa wakati wake, na Jonas aliongea kwa wakati wake. Ukishajua wewe ni kitu gani, unajua namna ya kutembea. Hautishwi na hali. Asa napenda nilivyokabidhiwa haki, kwamba kuna haki inayoitwa Kristo. Hii ndio haki pekee. Baba, mimi ukiniruhusu tutaendelea kupenda. Kuna haki inaitwa Kristo, na hii haki ndio inayonipa kusema kwamba mvua haitanyesha. Kwa nini? Kwa sababu nina haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Tuko hapa kwa sababu tumepokea haki. Ndiyo inayotupa kumiliki viwanja, ndiyo inayotupa kutangaza mkesha, ndiyo inayotupa kutangaza kumiliki hata uwanja wa taifa, ndiyo inayotupa haki ya kutangaza kwamba Ngoma ni salama. Kwani tunayo haki inayoitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe wewe ambaye una haki hiyo. Amen. Ongeza makofi yako. Wakawa wananishangaza wanavyocheza, wanavyoruka, wanavyokatika. Alafu sasa ukishashangaa wanavyocheza, mwishoni ndo unaponda tena. Sasa kesho wai hivi Jape tuko hapa. Joshua Wanyakyusa msilege, maana naona watu wa Katavi wanateka rajisi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Javeti, kwa nini usifunge ibada? Katavi oye! Rajisi oye! Betheli oye! Yesu oye! Jonas oye! Amen. Amen. Na pia wewe una haki kusema kwamba Pastor Kalinga, mimi naomba niimbe tu. Hiyo haki unayo.
ila unaweza ukaogopa tu. Watu wana sura sio kwamba amekasirika, sura tu sio nzuri. Mkutano oye! Watu wa Katavi oye! Watu wa Ngoma oye! Watu wa Dar es Salaam oye! Watu waliopewa haki oye! Funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunalibariki na kulitukuza jina lako lililotupatia haki. Nasi sasa tunaendelea kutangaza haki uliotupa, ya kwamba injili inahubiriwa watu wa Ngoma, ya kwamba injili inahubiriwa Dar es Salaam, ya kwamba injili inahubiriwa Tanzania, ya kwamba injili ya viwanja vya watu wa Ngoma vinatawaliwa. Zelesi. Yeah. Hey. Wewe cheza, haya wewe cheza,